God who provides. We are saying thank you for whatever you're providing for us this morning. Yes, Lord. You are worthy, Lord. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe kimbilio na tegemeo letu. Wewe nguvu jemedari mwema. Wewe. Oh, gankoro gamono. Oh, kia. Yeah.
We worship you. Yes, Lord. Paulo anasema na Paulo anaambia Timotheo, anamwambia Timotheo, nataka wanaume, nataka wazee, nataka watu wote, nataka vijana wainue mikono mtakatifu mbele za Bwana. Paulo anasema, anamwambia Timotheo, watu wanapokuja kusanyika kuniabudu wakainue mikono yao mtakatifu. We worship you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord Jesus. Unaweza na unatawala. Tembea katika maisha yetu. Kuza mtumishi wako anapokuja tena nasi. Kuza maisha yetu. Badilisha maisha ya watu. Baba katuguze. Baba katubariki. Baba katutendee. Baba katubadilishe. Katika jina la Yesu. Kapokea utukufu wako. Kapokea sifa zote. Katika jina la Yesu. Yes, Lord. Mchungaji ana kiti, tafadhali usongee, ashazi wetu watakushughulikia. Watu wale ambao hawajakaa, tafadhali, kuna viti mingi zetu, ukikaribia pale utapata kiti. What a blessing in the name of this church. This is for our able dad and our presiding bishop. We need to honor our dad in the house.
We need to celebrate the anointing of the Lord upon his life. Thank you, our dad. We thank God for our able presiding bishop and our father. Thank you because you're doing the best for this church. Amepokea maua sasa, na tunashukuru Mungu sababu inaonyesha ya kwamba kuna uhai katika God. Asante. The guard of honor is mounted by the boys and girls brigade from Chariot Circuit. The army of the Lord being inspected. Abel Rinkanya ndiye Sergeant Major katika kikosi hicho ambacho baba yetu wa kanisa anakagua kuonyesha kanisa letu liko gangari. Tuko tayari kupigana na adui wetu ambaye ni shetani, na kwa hivyo tukiongozwa na baba yetu, baba wa kanisa letu, askofu mkuu kwa jina Reverend Joseph Tombura, akikagua gwarinde ambalo imewekwa kwa heshima ya kanisa lote, kuonyesha kanisa liko leo na pia kesho tupo. Kanisa la Yesu halikomi. Tunashukuru baba yetu kwa kukubali mwaliko wa Boys and Girls Brigade kutoka Chariot Circuit. Eneo hili la Nkobo Synod. Anto bonde bande goro inagereni borugu bote dieni na powerwa tomo kumie ninanko menyeni penyeni newe mwadhani ombi wane goroshone na tuetore ngon shawe nawe newe more gorokeni gorokeni na owerwa igerone ya orugudari menye twareawe toke pokaza kamon mwadhani Mwathani Murungu wetu werera uri gatigati gitu wituragire kirundu waku ura mutheru na magikire bonde bara bathuri na inya yaku ira itimenyeka nikenda ba minister barutoto rwaku na basakramenti ciaku karagia nthumba ciaku ira ciathuritwo ni untu bwaku ndene ya mwito jo mutheru nikenda bakagwata kiriga giki kia witikio ndene ya mathugani ja matheru jawega bwaku bunthe bojiririe utugi bwaku burabweja nikire atumo baku ba mbere nikenda batumagiria nkuma yaku ira njega ya unene bwaku bari na usamba butheru bamenyithanagia rutoto rwaku rwama na baejanage biewa na gukuritira igongwana bia nkoro ciao bojuragia wega bokirundu waku mutheru ura wejanaga moyo bari na inya yonthe na utheru tonto gwe nigwo Murungu wetu
na nego tugukumia Baba Mutana na Kirundu Mutheru. Tukae chini kidogo. Thank you. Mr. Presiding Bishop, I present to you these persons to be ordained ministers. They have been examined and found to be of sound learning and devout life. The conference has received them into full connection that they be ordained by prayer and the laying on of hands. I will call their names one by one, and as they take their positions, I request the congregation to appreciate their effort by applauding them each as I call them. 1. Reverend McKenna Beatrice Ekabu, Reverend Conrad Kiambi Magaju, Reverend Lowana Kemboi Edward, Reverend Julius Mtembei, Reverend Kennedy Kiambi Nyaga, Reverend Timothy Mureri Murimi, followed by Reverend Zachary Njue Wambugu, Reverend Judith Mudhoni Golicha, and finally Reverend Eric Kinja Ikunywa.
your flock, your flock. Mwachie Yesu, wamezingira kote maisha yako. Yeye anaweza, anaweza, anaweza. Bwana Yesu, anaweza, Bwana Yesu, anaweza. Mwachie yote. Bwana Yesu, anaweza, Bwana Yesu, anaweza, Bwana Yesu, anaweza. Mwachie yote. Umelemewa tatizo la magonjwa. Mwachie Yesu. Siku zangu zote
Our first reading comes from the book of Matthew, Gospel according to St. Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. The Great Commission. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to every end of the age." Amen. Kithomo gietu kiabiere twakiona kuma yukunerea Isaya ithandatu kwambiria mwanka inyanya namba cia maguru nene magana janana jainya nyaguru kwandiki mwito rwa kiroria mwake ne juria munene Usia akwire nindonere mwathani akaririte ruriga rwa unene ruthungukite iguru muno na rwambambio rwa nguo yawe rurojura kiuru kia Murungu. Aserafi nabo nibarungamite iguru riawe na umwekirebo nari na mathagu jatantatu jaire nejo agwikagira najo uthio na jaire jangi akagwikira najo maguru jaire jangi najo nejo aburukaga najo na umwe netaga unge akiugaga atiri mutheru 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 ni mwathani wa njude nthi yonthe ni ujuri mwago jwawe na minjiro ya mwari iragitagitua ni murumo jwa kajuka wetanaga kioro nakio kirojurwa ni togi ndirachoka ndirauga atiri woinano onto ndikuthira ne kwethirwa ni ne muntu uri miromo iri ntembe ya ruko nani ntoranagira na antu bari na miromo iri ntembe ya ruko na metho jakwa nayo jagucionera munene mwathani uria wa njuri o kagita kau umwekere ya serafi bau araburoka nawe arambejera ni arena ikarare mwanki njarene yawe rira aritete kithenjirone kia igongwana arigwete na migwati nawe araringithia kanywa gakwa na leo arambira atiri raitheria riri nirio riaringithia kanywa gaku mathukia jaku jakwegua na wiya bwaku bukurekerwa ndirachoka ndiraigua kajo kamwathani akiuragia atiri no ngutuma na no ugeta ni untu bwetu indeu ni ndiramucokeria ndiaja ntuma na ruu irotatoro mwathani kiri batu yana bawe amen. Kivomo kia bidhatsu nendene ya Joana 21 twambiririe 15 mwanka 17 penji ni 12:17 nteto ira Jesu erire Petero ninge baathiria kwigagura Jesu aroria Simeoni Petero atiri Simeoni wa Jona numpendete nkuruki ya baba bange aramwera ye mwathani wenuiye ati ninkwendete nawe aramwera atire mathira tungondu twakwa aramoria kaire ria jaire Simon wa Jona numpendete aramwera ye mwathani wenuiye
ninkwendete nawe aramwira atiri rithagia ng'ondu ciakwa. Aracoka aramuria rĩa gathatu atiri Simeoni wa Jona numpendete. Petero araigua bobwe ni untu wa uria amoria imoria rĩa gathatu numpendete. Aramwira atiri Mwathani we nuige mantu cionthe nukumenya ati ninkwendete. Jesu nawe aramwira atiri mathera ng'ondu ciakwa. Mugambo yo Mwathani kiri antu batao bautu baturi aja. Waraka wa Paulo kwa kanisa la Waefeso sura ya 4 haya ya 7, 8 kisha tutaruka 11, 12 na 13. Biblia inasema kila mmoja wetu amepewa neema kadri ya kipimo alichojaliwa na Kristo. Kama asemavyo maandiko, alipopaa mbinguni juu kabisa, alichukua mateka, aliwapa watu zawadi. 11 inasema ndiye aliyewapa watu zawadi. Wengine aliwajalia wawe mitume, wengine manabii, wengine wawe waeneza injili, wengine wachungaji na walimu. Alifanya hivyo apate kuwatayarisha watu wote wa Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma ya Kikristo, ili kujenga mwili wa Kristo, naye na hivyo zote tufikie umoja wa imani na kumjua Bwana mwana wa Mungu, tuwe watu waliokomaa na kufikia utimilifu wake Kristo mwenyewe. Neno la Mungu kwa watu wa Mungu. Joana 10 kwambĩrĩria 9 mwanka 16. Nabachia ndekere Biblia rankuru ni torogotu. Ninde mpingiro. Muntu akurukagira aria ndi akonokua. Na akuruka akiumaga. Naonage irio bya kuria. Mwamba ati yaga na gitumi kinge tiga aiye naorage nenyange. Nyo ntumbiyete nikenda ntu bagita moyo nabayugeta yo mwinge nkuruki ninde murethio mwega murethi ora mwega nare kageria moyo jwawe ndi untu bwa tung'ondu muntu akwandekwa uria uri murethi na te mwene ng'ondu onaga biti eyete agatiga ng'ondu akamatuka na biti egeta kiri ng'ondu ikainya amatukaga ni untu wa gutumwa ni wagutumwa na tethuganagia bwa ng'ondu ninde murethio mwega na nimbiye mundu ciakwa ningwa ona kinya ng'ondu ciakwa na cio ni chimbiye ona ota uria baba ambiye nani ninkumenya baba na ninge nkarekerie moyo wakwa ni untu wa ng'ondu na ndi wa ng'ondu ende ite na ndi na ng'ondu winge ite cia urethi bo na kinachio nimbwirite kugira na cio ikaigwa kayuga kwa cia urethi bwakwa bwa murethi umwe rwite tura Mwathani kirana bawe. Tukathoma nteto ingi kuma Timotheo ijiri mwarijo 4 twambiritie mwe twite ijiri twite 5 ndigukinyeria muno atiri Murungu ario na Kristo nawe ario wore kagambithia ntu bare moyo ona kinya bara bakwite
nĩ ũntũ bwa ũrĩa akaguũra onewe na ningĩ ũrĩa agatũũra kwathana atĩrĩ tũmĩrie rũteto rwa Mũrungu no karage na wĩru ĩgitene rĩrĩa rĩagĩrĩte ona rĩrĩa rĩtĩagĩrĩte no gondokagĩre no kanũkaie mantũ na wonagĩria ntũ ũkĩbere nchaga ũkĩbaomagĩria mũno ĩgitene rĩrĩa ũgwitana ĩndĩ gwe karaga ũchũki mantũ na yonthe na wĩtĩkĩre kũthangĩkua ũmĩrĩtie ũtũrage o gĩtũmagĩria nkuma ya Mũrungu na ngũgĩ yaku nayo ya ũthũmba bwa kanisa miũjũragie rũteto rwa Mwathani kĩrĩ antũ bawe. The next reading is taken from Luke chapter 4, verses 18 to 20. The reader is Reverend Joseph Kaboria. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim the freedom to the prisoners and the recovery of sight for the bride, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, the word of the Lord to His people. Tunakuinua, tunakuhimidi, tunatukuza jina lako takatifu. Umekuwa mwaminifu kwa ajili ya maisha yetu. Umekuwa mwaminifu Baba kutuokoa na kuhifadhi neema yako katika maisha yetu. Umekuwa mwaminifu ukatuokoa, tukaitanishwa nawe katika kanisa hili Mungu wetu. Na hata kanisa lako katika ulimwengu. Tunasimama sasa kusema Mungu hakuna mwingine kama wewe. Umekuwa kimbilio kwetu. Umekuwa rafiki wa karibu. Umekuwa Mungu wa kutujali wakati hatuna Mungu wa kutujali. Umekuwa wa kusimamisha kanisa hili Jehova Njile. Tunasema ni asante kwa sababu umelipa gharama kuu kwa ajili ya kanisa. Umejitolea sana na damu yako ikamwagika kwa ajili ya kanisa. Hata hili kanisa letu Jehova la Kimethodisti tunalikabidhi mikononi mwako. Umetutoa mbali Baba. Wengine wetu tulikuwa Baba hatujui njia. Tulikuwa kwa giza, lakini Baba ukatutoa kwa giza, ukatuita wana wako, ukatuinua. Mpaka sasa Baba tumekusanyika hapa kusema tumekuona ukiwa Mungu. Na tunasema kama vile Simeoni alisema hata kufa mpaka aone utukufu wako. Tupe utukufu wako katika nchi hii. Tuonyeshe Baba njia yako. Tuongoze Baba katika utakatifu na kanisa hili lako litasimama. Asante Mungu kwa sababu umetuongeza sana Jehova, tunakushukuru. Leo ni siku njema ya baraka. Tumekusanyika hapa Baba tukisema ni asante. Umeinua hata wachungaji wengine waongeze kwa sababu ya kuchunga na kuendelea Baba katika njia zako kusimamisha kanisa lako. Tunaomba Baba kwa sababu ni mzigo mkubwa unaenda kutuia katika mabega yao. Huu mzigo Baba utawasaidia kubeba kwa utakatifu. Utasaidia Baba kubeba mzigo huu kwa kila mchungaji, kwa kila mshirika, kwa kila kiongozi wa hili kanisa. Tukianza Baba kusema umetubariki na Baba askofu akiwa mchungaji wa kwanza. Mpe nguvu Jehova. Lako linahitaji neema yako wakati huu. Hata wakati huu watu wameanza kuomba miungu mingine. Tunakataa nguvu za hiyo miungu yote na kuitoa katika kanisa lako. Tukisema Baba wewe ni Mungu wetu, simamisha kanisa. Tunaomba Baba tukikataa miungu Baba hata Illuminati na devil worshiping katika kanisa. Tunaomba Mungu usimame na kanisa lako ili Mungu katubariki. Tunajua Mungu hata shetani anaenda kujificha kanisani, atende mambo maovu.
atende maasi huko, lakini tunasimama kwa imani tukisema umetupatia funguo, na Baba baraka zitainama kwa kanisa. Utasimamisha kanisa takatifu. Simama nasi Mungu wetu, ongoza kila mmoja wetu. Tunaomba kwa ajili ya askofu mkuu na maaskofu wote wa kanisa letu Jehova Njire. Tunajua Baba umetwiga mizigo mikubwa na mizito katika mabega ya askofu wote. Waongoza Baba wanapoongoza sinodi zetu Jehova Njire. Ongoza wachungaji wote na viongozi wa makanisa wote. Washirika wetu wapendwa wanaoshikilia hili kanisa, wape nguvu Jehova. Simamisha washirika wote kwa utakatifu. Ninaomba Jehova wanapokufanyia kazi na hata kutoa matoleo kwa ajili ya kusimamisha kanisa, Baba fungua milango yao, fungua dirisha za mbinguni, wape kile wanahitaji na jina lako litatukuka. Asante kwa sababu kila mmoja atabarikiwa na wewe, kwa sababu umetuita katika hili kanisa. Jina lako litukuke sana, uishie milele, na tutaendelea Baba katika kunyenyekea kwa majira yote kukutumikia, kwa sababu utatupa neema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Atwite na mbere tukirombaga nontu bwa mataifa mwanya mwanya. Mwene Nyamurungu ithe wa Mwathani wetu Yesu Kristo, itochokeria nkatho Mwathani nontu bwa gutumba na watureta nthiguru-ini ici, na nthiguru cionthe iria ituthiurunkite iria iri akuhi na iria ciikuraja. Mwathani we nukumenya mobatu ja nthiguru cionthe, nukuona Mwathani kiumbe kiria kuombere ki mung'wanano jwaku kiri muntu, na nontu bwa mantu jara Mwathani Baba jagwita ndene ya nthiguru na nkuruki Mwathani nthiguru ije tutwire ira watunenkere Mwathani tumbe otura na thiri na tugakumia rietwa riaku nontu bwa Yesu Kristo Mwathani twakuromba. Tuendelee kuombea familia zetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu naoda na mwanzilishi wa familia zetu, tunakushukuru kama kanisa siku ya leo kwa familia mbalimbali ambao umeweza kutupea Mungu. Katika hizo familia umetupatia watoto. Katika hizo familia Mwenyezi Mungu umetubariki na mali mbalimbali. Katika hizi familia Mungu wetu umeweza kutupatia vipawa mbalimbali. Na kama kanisa siku ya leo tumekusanyika na tunakushukuru Mungu kwa ajili ya hizi familia. Pia Mungu tunajua ya kwamba familia zetu ni mwanzo ya kanisa pale nyumbani. Na wakati familia iko salama, kanisa lako Mungu pia iko salama. Tunaiombea Mungu na kuitambua ya kwamba wakati mwingi familia zinapitia changamoto mbalimbali. Tunakuomba Mungu ya kwamba ukatufunike na damu ya mwana wake Yesu Kristo, hasa kwa yule mwovu shetani ambaye anaingilia familia na kuweza kuitawanya. Na lengo lako Mungu ukianzisha familia ni kwamba wakaweze kukaa pamoja na kuishi pamoja mpaka kifo ikawatenganishe. Lakini wakati mwingi Mungu mwovu shetani anapitia njia mbalimbali kuitawanya familia na kuleta maovu katika familia. Siku ya leo tunakuomba kama kanisa Mungu, kaendelee kufunika familia zetu, kaendelee kutuongoza na kuongoza familia zetu. Watoto ambao umetubariki nao Mungu, tunaomba ya kwamba wakaweze kulelewa kwa njia ambayo inafaa, njia ya Kikristo. Pia watoto wengine Mungu wako shuleni, wengine wako karibu na wengine wako mbali na wazazi wao. Mahali waliko tunawakumbuka ya kwamba Mungu kawaongoze mahali waliko. Ukaendelee kuwashika mkono Mungu, ili jina lako likaendelee kutukuzwa. Mungu wetu katusaidie familia hizi ambayo imewakilishwa hapa, na hata wale ambao wako mbali Mungu, tukaweza kutafuta uso wako, sababu wewe ni Mungu ambao utatuweka pamoja. Mungu katuepushe na dhambi zote, ili tukaweze kukaribia kila wakati, na ukaendelee kutubariki familia zetu na kazi zetu zote. Ukaendelee Mungu kuibariki na kuinua, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tuendelee na maombi. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Bwana Yesu mwenye uweza na mamlaka,
uliye kimbilio na tumaini la wokovu wetu. Kwa ajili yako tumekusanyika katika viwanja hivi. Kwa ajili yako na kuitanishwa kwa jina lako tunaitwa watoto wako. Sisi ni wanadamu uliyetuumba, ukatufinyanga na ukatutengeneza kwa udongo na ukaweka pumzi yako ndani yetu. Mahali hapa watoto wako wamekuja kulitukuza na kuliabudu jina lako. Kuna watu ambao wana changamoto katika maisha yao. Wengine ni wagonjwa. Neno lako linasema kwa kupigwa kwako Yesu tumepata uponyaji. Tunatangaza uponyaji kamili kwa mili iliyo na maumivu, kwa magoti yasiyo na nguvu, kwa miguu na migongo na vichwa vilivyo na maumivu, vikapokee uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunaomba utakaso wa damu yako iliyomwagika msalabani Calvary. Haijalishi kuteseka kwetu kunasababishwa na kitu gani. Tunasikia mara kuna sukari iliyo na sumu, mara tunasikia kuna fertilizer iko na sumu. Ikiwa kwa njia moja ama nyingine miili yetu imeingiwa na sumu ya aina yoyote, tunatangaza damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani Calvary ikatutakase sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunatangaza uponyaji ndani ya miili yetu. Tunatangaza uzima. Wengine wamekuja hapa wanatabasamu lakini mioyo yao imejeruhiwa. Tunatangaza kwa kupigwa kwako kila majeraha ya mioyo yakapata uponyaji sasa. Kila vidonda vya rohoni vikapokea uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunatangaza uzima. Wengine wamedharauliwa, wengine wameonewa, wengine wamenyanyaswa, wengine wamenyimwa haki zao. Mambo haya yote tunayasongeza miguuni pako. Wewe uliyesema ya kwamba tukuletee mizigo yote mizito, nawe utatubebea na utatupumzisha. Yesu, tunatarajia kupumzishwa na wewe. Fungua macho yaliyo vipofu yakaweze kuona nuru na mwangaza wako. Fungua masikio yaliyo kiziwi tukaweze kusikia sauti yako. Tusije tukapotea na kuangamia kama watu walioambiwa kwamba wako na macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Yesu, tusaidie kusikia sauti yako. Yesu, tusaidie kukuona jinsi ulivyo. Wamama wanakulilia, wazee wanakulilia, vijana wanakulilia, na watoto wadogo wanalitia jina lako. Shuka kwa neema na kibali chako. Kutana nasi katika ibada hii, tukaone wema wako katika nchi ya walio hai. Tutembelee kwa Roho wako Mtakatifu. Tuguse, tubadilishe mioyo yetu iwe safi na itakaswe na wewe Kristo. Pokea sifa mwana wa damu, kwa maana unaweza. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asanti kwa wale wametuongoza katika maombi. Tunaweza kaa tafadhali katika viti zetu. Thank you for spending our time very well. These are the persons whom we intend in God's name to ordain to the ministry of Christ's Holy Church in the order of presbyters. Their call has been tested in preparation for this ministry, and they have been found to be of sound learning and faithful to their vocation. We ask you to declare your assent to their ordination. Do you believe and trust that they are, by God's grace, worthy to be ordained? Will you uphold them in their ministry? Please get seated, and I'm left with the ordinance now. And thank you for accepting them. God has called you into the order of presbyters among his people. In his name, you are called to be a servant and a shepherd among the people to whom you will be sent. You are to preach by
You are to preach by one that did the gospel of God's grace, to declare God's forgiveness of sins to all who are penitent. You will baptize, confirm, and admit to communion and preside at the celebration of the sacrament of Christ's body and the blood. You are to lead God's people in worship, prayer, and service. You are to minister Christ's love and compassion. You are to serve others, in whom you serve the Lord himself. You must set the good shepherd always before you as the pattern of your calling, caring for the people committed to your charge, and joining with them in a common witness to the world. These things are your common duty and delight. In them you are to watch over one another in love. In all things, give counsel and encouragement to those whom Christ entrusts to your care. Pray without ceasing. Work with joy in the Lord's service. Suffer hard through your neglect. In the name of your Lord, in the name of our Lord, we beg you to remember the greatness of the trust committed to your church. Do you believe that God has called you to be a minister of the word and the sacraments in the universal church? I do believe He has called me. Do you accept the Holy Scriptures as revealing all things necessary for eternal salvation through faith in Jesus Christ? I do. Do you believe the doctrines of the Christian faith as this church has received them? I do. Will you accept the discipline of the Methodist Church in Kenya? And do you declare your obedience to the authority of the conference and to those whom it appoints and places in possession of leadership over you? I do. Will you be faithful in worship and diligent in prayer, in reading the Holy Scriptures, and in all studies that will deepen your faith and equip you for your ministry to uphold the truth of the gospel against error? Will you preserve in prayer, both in public and in private, asking God's grace both for yourself and to others, offering all your labors to God through the mediation of Jesus Christ and in the sanctification of the Holy Spirit? Will you do your best to fashion your life and that of your household in accordance with the teachings of Christ, so that you may be a wholesome example to your people? Will you promote unity, peace, and harmony among all people, and especially among those whom you serve? By the help of God, I will. Will you then, in the strength of the Holy Spirit, continually stir up the gifts of God that is in you, to make Christ known to all the people? By the help of God, I will. Will you undertake to be a faithful pastor to all whom you are called to serve, laboring together with them and with your fellow ministers to build up the family of God? Do you now, in the presence of God and His church, only commit yourself to this trust and responsibility? I do. Almighty God, who has called you to this ministry, give you the grace and the power to do His will through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Lord our God, we give you thanks and praise
You are the light and life of your people in every age, calling us to declare your acts of mercy and love. You sent your Son Jesus Christ to be our Savior. He called the apostles to witness to his wants and deeds, his life, death, and resurrection. Through him, you have made your church a royal priesthood for the glory of your name. In the power of the Holy Spirit, you strengthen and shepherd your people by sending apostles and the prophets, pastors, evangelists, and the teachers in a succession of truth and grace. By the same Spirit, you have called these your servants to be ministers in your church. Increase in them the gifts of your grace for their life and ministry. Now, Lord, our hands are cold unless they receive the warmth from above. Our change is empty unless it is changed from above. Come, therefore, and lay your hands on these people, granting them a fresh change to go and exercise in the name of God the duties pertaining to this office. Hear these our prayers, O angeless God, for the sake of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Amani ya Bwana yashuka kwangu, upendo wake wanifunika, sauti yake yatuliza moyo. E Mungu wangu, nakuabudu, ninaimba, e Bwana, kwa upendo unanitosha. Father, send the Holy Spirit upon Reverend McKenna. Milele na milele, mwanga wako waangaza kwangu, katika giza waninua. Neema yako ni yangu milele, e Yesu wangu, nakuabudu, ninaimba, e Bwana, kwa upendo unanitosha. Wewe mwamba wa milele, nakutukuza milele na milele. Father, send the Holy Spirit upon Reverend Zachary Joe Wambugu for the office and the work of a presbyter in your church. Amen. We ask you to fulfill in them the work you have begun. Descend upon these your servants as you did to the apostles on the day of Pentecost. Set their hearts aflame for the mission to which you have called them. May they serve faithfully, zealously, and courageously at all times. Grant them unfailing love for those people among whom you appoint them as pastors and teachers. May they boldly proclaim your truth and faithfully celebrate your sacraments. Give them wisdom and patience in their witness and service. Sustain and strengthen them at all times, giving faith and perseverance to all who believe in you through their word. May they be counted worthy at last to enter into the joy of their Lord. We ask this through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Umekubalika mbele zako, umewarutubisha Bwana kwa imani yako na kwa upendo. In the name of our Lord Jesus Christ, I declare that you have been ordained as presbyters of the one Holy Catholic and Apostolic Church of Christ. Remember your call. Declare the good news. Celebrate the sacraments. Serve the needy. Minister to the sick. Welcome the stranger. Seek the lost. Be shepherd to the flock of Christ. Own up the weak. Bind up the broken. Bring again the outcasts. Seek the lost. As you exercise mercy, do not forget justice. As you minister discipline, do not forget mercy. That when Christ the chief shepherd comes in glory, he may count you among his faithful servants. All of us, to God be the glory forever. Amen. Now I'm going to present the ordinance to the congregations. People of God, we present to you these servants of God whom we have just ordained as ministers. Will you support and uphold them in their ministry? Now to the clergy. Ministers of the Methodist Church in Kenya, East and Central Africa, we present to you these newly ordained ministers. Do you receive them into your fellowship? Will you encourage them in their ministry? Now here, we have now declared the completion of the work that brought us here. Congratulations and welcome. Askofu wetu mkuu ndiye anawaamkua, tushangilieni na tupige makofi tukishukuru Mungu wetu. Atafuatwa wako pamoja na the conference secretary. Tunaona maaskofu wetu wote 11 wamepiga mstari kwenda kuamkua ama kuwapongeza makasisi wetu. Tushangilieni pia maaskofu wetu. Asante. The connectional team, Jooni connectional team mambo ni kali hapa. Asante. Tunashukuru connectional team. Ndio hao, ni furaha kemu, ni furaha tele tukiwa na makasisi wetu ambao wamehitimu kufanya kazi ya Mungu katika kanisa letu la Kimethodist. Asante, the members of the standing committee present kindly. Watumishi wako Bwana wamebarikiwa, waongozwa kwa akili na salama pia, na salama pia, na salama pia.
nchi za ugeni hawarudi tena, na chini ya jua kali wakaa salama, wakaa salama, wakaa salama. Tena juu ya bahari watakapokwenda, mara wewe husikia, nawe wawalinda, nawe wawalinda, nawe wawalinda. Wanapoketi, tafadhali wanapoketi, driver wa KBJ 323D, KBK 387C wanaomba msaada, wamefungia watu mahali, waende wawasaidie hizo magari mawili tafadhali. Amani ya Bwana yashuka kwangu, upendo wake wanifunika, sauti yake yatuliza moyo. E Mungu wangu, na kuabudu, ninaimba, ninaimba